Leo tumepata fursa kuja kwenye kiwanda hiki cha Farmbase kilichopo hapa Kigamboni jijini Dar es Salaam kuona hatua ya ujenzi wa kiwanda hiki. Tumeridhishwa na hatua ya ujenzi na imefika zaidi ya 90%, na tumeona mashine zote tarajiwa zinatarajia kuingia hapa kiwandani muda mchache ujao, na kiwanda hiki ndani ya mwezi wa Januari kitakuwa fully fledged na kitaanza kufanya kazi. Tunavyozungumzia kiwanda cha Farmbase, tunazungumzia kiwanda ambacho kinazalisha dawa mbalimbali kwa ajili ya mifugo na dawa mbalimbali kwenye sekta nzima ya mifugo, kuanzia zile za kuogesha, kuanzia zile za kupambana na maradhi mbalimbali. Kwa ujumla, kiwanda hiki kitakapoanza uzalishaji kitakuwa ni kiwanda kikubwa ndani ya bara letu la Afrika. Ni kiwanda kitakachozalisha dawa nyingi na kitaweza kuzidi mpaka mahitaji ya madawa haya kwenye nchi yetu ya Tanzania. Zaidi ya hayo, ni kiwanda ambacho kitatoa ajira kwa watu wetu wengi, lakini pia ni kiwanda ambacho kitaenda kulipa kodi kwa maendeleo ya taifa letu. Dhamira ya ziara yetu ni kukutana na mwekezaji, kujua changamoto alizonazo na kuhakikisha serikali inampa sapoti zote katika kutatua changamoto hizo. Kwa hiyo awali ya kwanza tulifanya ziara, na mara baada ya ziara sasa hivi tutakwenda sasa kwenye kikao cha kujadili changamoto zake zote, na nimeambatana na maafisa wa serikali ambao watazichukua hizo changamoto na kwenda kuzipatia ufumbuzi. Kwanza tunamshukuru sana Mheshimiwa Mama Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuweka mazingira mazuri mepesi ya uwezeshaji ya biashara nchini na kuvutia wawekezaji mbalimbali wakiwemo wa nje ya nchi. Sisi kama wazawa wa ndani ya nchi hapa tuliona hii ni fursa, tusiwaachie wageni peke yao. Kwa hiyo na sisi tukajisogeza na tumeshikwa mkono na Wizara ya Viwanda na Biashara. Mara kwa mara tumetembelewa na Mheshimiwa Waziri hapa, tumetembelewa na Mheshimiwa Katibu Mkuu, lakini maofisa wa ngazi mbalimbali, wakurugenzi wanakuja kila mara kuona tumefikia wapi na tumekuwa wapi na tutaishia lini. Kwa hiyo tunapata msaada mkubwa sana wa maelekezo na wa kisera. Kila tunapokwama tunawafuata, wanatusaidia, kwa sababu tunategemea uzalishaji wetu hapa katika hii awamu ya kwanza kwa mwaka tunaweza kutengeneza lita milioni 3. Lita milioni 3 ni zaidi sana ya kiasi kinachohitajika hapa nchini katika kuogesha mifugo. Vijana kwanza na washauri kupenda kujituma. Fursa za ajira zipo sasa hivi, wasikae mbali na tujitahidi kujibidiisha, kujisomea na kujisogeza karibu na wale watu wenye uzoefu na wanaojua. Tujifunze na tujibidiishe, maana bidii ndio inamfanya mtu, Mungu anasogeza baada ya bidii. Hawezi kulala ukatarajia kwamba utafanikiwa. Ni lazima ujisogeze, udamke mapema, ufike kazini mapema, ufanye kazi kwa bidii, kwa uaminifu. Hapo ndio unaweza kupata mafanikio. Kwa hiyo nawahimiza sana vijana wachangamkie hizi fursa. Wachangamkie fursa, wasisubiri mpaka watu kutoka nchi za nje kuja kuchukua hizi nafasi za ajira. Na kuna nafasi mbalimbali ambazo sasa hivi ni fursa. Kwa mfano, ufundi wa mitambo. Bado tuko nyuma sana sisi kwa ufundi wa mitambo. Vijana wengi wapo, lakini utaalamu wa mafundi wa mitambo ni haba sana. Kwa hiyo vijana waione hii fursa, wachangamkie, wakajifundishe ufundi wa mitambo. Nikizungumzia mitambo ya viwandani, maana hizi mashine za kutia tarehe, coding machines, ni tabu sana kupata mafundi Tanzania sasa hivi ukitafuta hata sasa hivi. Lakini operators wa hizi mashine ambao wanaweza kuzifanya maintenance, saa nyingine lazimika kuleta kutoka nchi za nje. Kwa hiyo hii ni fursa. Wasisogeze labda VETA, wakajisomee, waweze kupata ujuzi, wakamate hizi ajira. Tusisubiri mpaka hizi ajira zote zikamalizwa na watu kutoka nchi za nje.